Mungu amenipa ujumbe. God has given me a message. Na ni ujumbe tu wa upendo. A message of love. Biblia inasema Mungu anapozungumza wenye hekima ndio wanasikia. Na ujumbe huu ni juu ya kijana mmoja. And this message is about one young man ambaye amejitolea umaarufu kupitia mitandao ya kijamii. Who has become popular through social media. Na wengi wanajiuliza maswali sana juu yake. And many people are asking many questions about the young man. Juu ya maisha yake, about his life, juu ya utajiri wake, about his riches. Wakitaka kujua kuna agenda gani nyuma yake. They wanted to know what is the agenda behind. Sasa hiki ndicho Mungu alichoniambia. And this is what God told me. Jambo la kwanza, kama ananisikia, the first thing, if at all, Mungu aliniambia niseme hivi. Is listening. Hakuna uharibifu wa kiwango cha juu. There's no highest destruction. Ambapo uko juu ya rehema. That is above mercy. Neema. And grace. Na upendo wa Mungu. And the love of God. Mungu anamuita. God is calling him. Bwana akanionyesha. And the Lord showed me. Sababu ya kuiuza nafsi yake kwenye ulimwengu wa giza ni kwa sababu ya kutokusamehe. The reason of selling his soul to the world of darkness is lacking forgiveness. Bwana akanionyesha maisha ya kijana huyu. God showed me, revealed to me the life of this young man. Juu ya vitu vigumu vya maisha ambavyo amewahi kuvipitia. About hardships in his life. Na vile vitu vigumu vikatengeneza hali ngumu na mbaya ndani ya moyo wake. And those hardships created hardship in the heart. Na hivi vitu vikampelekea kwenda kujihusisha kwenye ufalme wa giza. And these things led him to be associated with the kingdom of darkness. Na anajua kabisa ya kwamba yeye ni wakala wa kuzimu. And he knows for sure he's the agent of hell. Lakini chanzo chake ni nini? But what is the source? Uchungu wa moyo. Bitterness of the heart. Unaopeleka kuiuza nafsi. Unapita kwenye mambo magumu mpaka unajikataa mwenyewe. You are passing through difficulties in life to a point to deny yourself. Alafu unafika mahali unasema liwalo na liwe, chochote kitakachotokea sasa kitokee. It come to a point to say enough is enough. Hapo ndipo unaweza ukajiuza, unauza nafsi yako kwenye ulimwengu wa giza. That's why you can sell your own spirit to the world of darkness. Sababu ya yeye kujihusisha na ufalme wa giza. Why he has set himself with the kingdom of darkness? Kwa sababu niliona amejihusisha na ufalme mbaya sana wa kuzimu. I saw he was initiated to a very dangerous kingdom of hell. Ni ufalme ambao unaonekana una nguvu katika dunia ya sasa. It's the kingdom that is seen to be strong in the modern world. Na nikamuona akiutumikia kwa nguvu kubwa. And I saw him serving that with all diligence. Nikaona hii nguvu pia ikimuendesha mpaka kwenye vina vya maji. I saw this power driving him to the deep depth of kwa water. kadri siku zinavyoendelea, kwa kadri hiyo anaendelea kwenye initiations mbaya. And the days are moving on, he keeps on in worse initiation. Mungu anasema haya kwa sababu vijana wengine nao wameanza kuwakamata na kuwaunganisha kwenye mfumo wa giza. God said this because he started now initiating other young people to the world of darkness. Bwana akaniambia niseme hivi. The Lord says to say like this. Watu wote waliomfuata, all people who followed him, Mungu anaenda kuachilia mgawanyiko. God is going to release factions. Na wengi wataanza kumsema vibaya. And many people will turn around to speak bad against him. Watafichua hata kama walikuwa na viapo. They will reveal even though they had oath. Kwa nini anaruhusu namna hiyo? Why does he God allow that? Ilinishtua sana hichi Mungu alichoniambia. That what God told me shocked me. Kaniambia na maagano ya bahari. God says he has covenants of the oceans. Na Bwana anaenda kulitangua na kuwafungua watu wote ambao wamewaunganisha kwenye ulimwengu wa giza. And God is going to nullify all people who connected in the kingdom of darkness. Ambao waliingia wakiwa wanajua, either they entered there knowing, ama waliingia wakiwa hawajua kifikiri ni kitu cha kawaida, lakini ufalme wa giza wakaunganishwa. or they entered that not knowing, but they were connected with the kingdom of darkness. Tasikia tu Mungu ataleta, ni Mungu mwenyewe atahusika. God himself will be involved, will bring disunity. Huzuni ya Mungu ni nini? And the sadness of Natoa God ujumbe kwa unyenyekevu mkubwa. I give this message with the great huzuni ya Mungu ni hii. the goodness of God. Bwana ananiambia, God said, kijana huyo na alimchagua na kumtenga toka tumboni ili aje anitumikie mimi. God said, this young man
I chose her from wombs to come to save me. Lakini ulimwengu wa giza ukamwahi, But the kingdom of darkness timed him. na anajua. And he knows. Mungu akaniambia utakapokuwa unasema mwambie nilimuonyesha, akiwaonyesha watu njia ya kwenda mbinguni. God says when I'll be saying this, I will make to remind him that I showed him. It was showing people. Lakini kuzimu ikamuai na nguvu za miungu, maroho ya asili mabaya ya giza yakamuai, yakamuaresti. Badala ya kuwaonyesha watu njia ya kuendea ufalme wa Mungu, anawaonyesha watu njia ya kwenda kwenye giza. Powers of darkness arrested him. Instead of showing him ways to go to God, is showing them ways to go to darkness. Huu ni ujumbe maalum kwake. This is a special message to him. Najua madhabahu wanazozitumia zilivyo, anafikiri zina nguvu kiasi gani. I know how he thinks the altar he saves are very strong. Lakini Mungu ameshaamua kuingia kati. But God had decided to intervene. There is no any highest distraction Hakuna uharibifu wa kiwango cha juu sana. that's above mercy repairment. Ambao uko zaidi ya marekebisho ya neema. Repent before it is too late. Tubu kabla haujachelewa. Lakini mtaanza kusikia But will start to be heard. wakati huo miungu yake haitamsaidia. That time his gods would never be of use. Nguvu zote anazozitumikia na matisho alionayo hayatasimama, maana Mungu akisimama Dagoni anainama. All the powers is using. That time they can't stand, because if God stands, Ni saa ya Mungu kusimama, in the time of God to stand. na Mungu akisimama miungu inainama. And when God stands, gods bow. Bwana akaniambia unamwona huyu, God said, you see this uchungu bitterness na kujeruhiwa moyoni and broken heart kuliugeuza moyo wake changed his heart, na kuiuza nafsi yake kwenye ufalme and wa he giza. sold his spirit to the kingdom of darkness. Mtu wa namna hiyo hata ukimfuatilia, This kind of person, ndio maana unashangaa, kuna watu wengine unashangaa unamuota. you are surprised, some of you. Kwa nini? Kwa sababu ni lango katika ulimwengu wa roho, lakini ni lango la giza. Because you dream of him, because it's a gate in spiritual realm. Kila anachosema unafuatilia, unafikiria anaongea, unafikiri yale maarifa yanatokana na Mungu, lakini yale maarifa ni ya kuzimu. Whatever he speaks, you think that knowledge comes from God, but that knowledge comes from hell. Vijana wengi ambao wamekuwa desperate, Many people, many young people ambao wamekata tamaa. wengine ambao wametafuta maisha kwa namna zote, wakaona hii ndio njia. Some have been going around looking for life, so this is now. Bwana akaniambia, Daniel, nilikuchagua kwa wakati kama huu, God said, Daniel, I chose you for the time like this. na ninakutuma utangaze. And I send you to announce this. Akaniambia nilimchagua I chose him toka tumboni kwa mama yake, before he was born in his mother's womb. nikataka aje awaonyeshe watu wangu njia ya ufalme. I wanted him to come to show my people the way of the kingdom. Lakini adui akamwahi mapema kwa sababu ya uchungu na mabaya ya maisha ya moyoni. But the enemy tied him because of bitterness of life and hardship. Ndio Mungu akaniambia statement ambayo niliwaambia, And God told me a statement that the highest sacrifice in life is forgiveness. If you cannot forgive, you must sacrifice. Ukishindwa kusamehe lazima utoe. That's what happened to this man. lazima utoe. So jambo hilo, Kwa kama ulikuwa unajiuliza maswali, wengine wasio kaona ni mbaya, lakini nataka nikwambie, Mungu ananiambia unamuona huyu, nilimuonyesha yeye ana ndoto, ana maono, akiwaonyesha watu njia ya uzima wa milele. Lakini adui akamwahi, anajua ninachosema ni nini. God says this person knows what God is saying, because God showed him the way, showed him to show the people to the way of God. There's no any highest distraction Hakuna kiwango cha juu sana cha that's uharibifu above mercy repairment. ambacho kipo zaidi ya msamaha, marekebisho ya kirehema. Ninamshauri So my advice, kwa sababu Mungu alishasema naye na anajua, because God spoke to this young man and is well aware, na sauti ya Mungu anaijua, and he knows the voice of God. atajua ujumbe huu ni wa Mungu. He will know this message is from God. Atubu Let him repent na akubali kuingia gharama, and let him take the price, ili Mungu in order God, ikiwezekana akamrehemu na kumpa nafasi nyingine, peradventure if possible, have mercy on him and give him another kwa chance. sababu machukizo haya yamefika mbele za Mungu, Because this abomination has come before the throne hasa of kwa God, habari ya vijana hawa ambao wengi especially about young people, wameingia kwenye maagano of which many of them have entered into ambayo covenant,
hawakuyajua. They entered the covenant they were not aware of. Sasa unisikilize. Sasa listen. Jaribu kufikiria. Just imagine. Mtu ambaye Mungu alimuonyesha na njia A person that God ya even uzima showed wa the way milele. of everlasting life. Sasa unasema mtumishi unamaanisha nini? Kwani Yesu ilikueje? You can ask, what do you mean? What happened to Jesus? I will answer. Kabla ya Mungu kuja kukupa assignment, shetani atakutangulia, wewe ndio utaamua. Before God giving you assignment, Satan will time you. It will be in your own decision. Uchungu ukikuongoza na mambo haya yote yametokana na nini? Uchungu na kutokusamehe. Unabeba vitu mpaka moyo wako unageuzwa. Sasa inakuwa liwalo na liwe. All these things come from bitterness and lack of forgiveness. Basi heri ingekuwa ni kuhusu wewe mwenyewe. Kile ambacho Mungu alitaka akutumie kukifanya ndio kinajeuzwa, unaenda kukifanya kwenye ulimwengu wa giza. Unaharibu watu wengi. Now the kind of mission that God wanted to use you, you use it to destroy in the kingdom of darkness. Alipoenda kule kwenye mlima wa majaribu, alimwambia Yesu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate. In the temptation mountain, Satan went to Jesus and said, if you're the Son of God, change these stones to become bread. Geuza haya yawe mkate. Change the stones to become bread. Lengo la adui nini? What was the mission? Yesu angeshindwa kwenye mlima wa majaribu, asingekuwa na haki ya kwenda msalabani. If Jesus failed in the mountain of temptation, he would not have legal right to walk to the cross. Kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza maswali juu ya huyo kijana, hicho ndio Mungu anavyomjua na hivyo ndivyo alivyo. So people have been asking questions about the young man. This is what God is telling me, and this how he is. Bado Mungu anampenda. Still God loves. Na watu wote Mungu anaowapenda huwaonya. And all people God loves warn them. Na watu wote Mungu anaowapenda, and all the people God loves, hakika yake surely waita warudi kwake. he calls them back. Repent. Tubu before it is too late. Kabla hujachelewa. Repent. Tubu Before kabla it is hujachelewa. too late.